Rapunzel na mnara wa siri. Hapo zamani za kale kulikuwa na msichana mzuri sana aliyeitwa Rapunzel. Rapunzel alikuwa na nywele ndefu za dhahabu zilizong'aa kama miale ya jua. Alikuwa na roho nzuri na daima alitabasamu, lakini kwa bahati mbaya aliishi peke yake ndani ya mnara mrefu katikati ya msitu mnene. Mnara huu ulikuwa wa siri, hauna mlango wala ngazi, na ulifichwa na mchawi mbaya aliyeitwa Mama Gothel. Mchawi huyo alimfunga Rapunzel kwenye mnara tangu akiwa mtoto kwa sababu alitaka kutumia nywele zake za kichawi ili aendelee kuwa mchanga na mrembo milele. Kila siku, Mama Gothel alikuwa akija kwenye mnara na kusema, "Rapunzel, shusha nywele zako." Kisha Rapunzel alishusha nywele zake ndefu kupitia dirisha la juu na Mama Gothel alipanda juu ya mnara. Siku zilivyopita, Rapunzel alihisi upweke. Alikuwa na shauku ya kuona dunia nje ya mnara na kujua mambo yaliyokuwa yakiendelea huko. Aliota kuishi maisha ya kawaida, akiwa huru na mwenye furaha. Kila siku alisimama kwenye dirisha la juu la mnara na kutazama mbali, akiimba nyimbo tamu zenye huzuni. Siku moja, kijana shujaa, mfalme mchanga kutoka ufalme wa mbali, alikuwa akipita karibu na msitu huo. Aliisikia sauti ya kuvutia ikitoka mnara wa mbali. Sauti hiyo ilimvutia sana hadi akaamua kufuata. Akajiuliza ni nani aliyeweza kuwa na sauti nzuri kiasi hicho. Alipofika karibu na mnara, aliona kwamba haikuwa rahisi kufika ndani. Hakukuwa na mlango wala ngazi, lakini kabla ya kuondoka, alijificha pembeni na kumuona Mama Gothel akisema, "Rapunzel, shusha nywele zako." Mfalme alishangaa kuona nywele ndefu zikianguka kupitia dirisha na mchawi huyo akapanda juu ya mnara. Baada ya Mama Gothel kuondoka, mfalme alijaribu kitu cha ajabu. Kwa sauti nyororo aliita, "Rapunzel, shusha nywele zako." Rapunzel akidhani ni Mama Gothel amerudi, alishusha nywele zake ndefu. Mfalme alishangaa kuona nywele hizo zikipita juu yake na akazipanda hadi juu ya mnara. Rapunzel alipomwona mfalme badala ya mchawi, alishtuka lakini pia alifurahi. "Wewe ni nani?" aliuliza kwa sauti ya upole. Mfalme alimjibu, "Nimesikia sauti yako nzuri na nimekuja kukuona. Kwa nini uko kwenye mnara huu peke yako?" Rapunzel alimweleza mfalme hadithi yake ya huzuni, jinsi mchawi mbaya alivyomfungia na jinsi alivyotamani kuwa huru. Mfalme aliyeguswa na hadithi ya Rapunzel alimwambia, "Nitakusaidia kutoka hapa. Kesho nitakuja tena na mpango wa kutoroka." Mfalme aliondoka mnara huo, akimwahidi Rapunzel kwamba atarudi. Walipanga kwamba atamletea ngazi ya kamba ili aweze kushuka chini na kuwa huru. Kesho yake, mfalme alirudi na ngazi ya kamba, lakini kwa bahati mbaya, Mama Gothel aligundua mpango wao. Akiwa na hasira kali, alimfunga Rapunzel mbali zaidi msituni na kumwacha mfalme akiwa na huzuni kubwa. Lakini kama ilivyokuwa na kila hadithi nzuri, mwanga wa matumaini ulianza kuchomoza. Baada ya muda, mfalme alimtafuta Rapunzel kwa moyo usio na hofu, na hatimaye walipata njia ya kukutana tena. Walikumbatiana kwa furaha, na Rapunzel aliweza kushuka kwa usalama kutoka kwenye mnara. Hatimaye, mfalme na Rapunzel walirudi katika ufalme wake ambapo walifunga ndoa na kuishi kwa furaha tele. Nywele za Rapunzel hazikuwa tena kifungo, bali ishara ya nguvu, uzuri na uhuru. Na walifurahia maisha mapya wakiwa pamoja,
wakijua kwamba upendo na ujasiri unaweza kushinda kila kitu. Funzo: hakuna kifungo ambacho hakiwezi kuvunjwa na upendo wa kweli na ujasiri. Kila mtu anastahili kuwa huru na mwenye furaha. Mwisho.